Leo tunawaletea simulizi ya rubani mdogo zaidi kuwahi kutokea, na siku ya kwanza kutimiza ndoto yake ya kuendesha ndege ndio siku hiyo aliyofariki. Ungana nami katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya kusisimua mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu zijazo. Katika harakati za kujitafutia maisha ya kila siku, Mungu amemwandikia kila mtu njia ya kupata riziki na mafanikio. Juma ni kijana mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, lakini Juma alizaliwa katika familia ya kimasikini iliyopitia wakati mgumu sana. Familia ya Juma ilikuwa inajishughulisha na shughuli za kilimo, lakini furaha yao ilikuwa kipindi cha mavuno, na baada ya kipindi hiki ukame wa pesa na chakula uliwatafuna sana, na uvumilivu ulitawala nyumbani kwao na harufu ya njaa. Juma alikuwa na ukaribu na familia ya Jackson. Wawili hawa walipendana sana, japokuwa walikuwa na hali tofauti ya maisha. Jackson, kijana aliyezaliwa katika familia ya kitajiri na yenye uwezo mkubwa wa kifedha. Jackson alikuwa akisoma shule binafsi za gharama ya juu, lakini alikuwa kila akitoka shule lazima afike nyumbani kwa Juma kumsalimia na kujua hali yake. Alikuwa akija na zawadi toka shule lazima afikishe kwa Juma. Walipenda kucheza pamoja wakati wote, lakini katika michezo yao hawakupenda kushirikiana na watoto wengine, kwani watoto hawa walikuwa na ndoto za siku moja waje kuwa marubani. Kwa hiyo michezo yao ilikuwa ikihusisha kucheza gemu za kurusha ndege au kuangalia video zinazohusu namna ya kutengeneza au kurusha ndege, kujua sheria zote na maelekezo ya uongozaji wake wakati wa kurusha au kuiegesha. Walikuwa na mikakati mikubwa ya kufanikisha ndoto hii. Juma alikuwa akisoma katika shule ya serikali ya kati. Juma alionekana mtoto mjinga kuliko wote, kwa kuwa alikuwa hawezi hata kusoma na kuandika. Katika daftari zake hakuwa akiandika kabisa. Wakati mwingine walimu waliona ni bora kumrudisha darasa kutokana na uwezo wake mdogo wa kusoma na kuandika, lakini baadaye waliona ni bora wamrushe darasa kutokana na uwezo wake wa kufikiri na kutatua changamoto mbalimbali ambazo watoto wengine hata wakubwa walishindwa kutatua. Walistaajabu uwezo wake, lakini alionekana mtu wa kawaida na mjinga kwa sababu tu ya kutokujua kusoma na kuandika. Juma alipendwa sana na babake, alimpatia kila kitu kulingana na uwezo wao. Mara nyingi babake Juma alipenda sana kumshirikisha katika shughuli zake, lakini babake Juma alipokuwa akikata tamaa ya jambo fulani, Juma alikuwa akimpa moyo babake na kumwambia siku moja tutafanikiwa, hatuwezi kubaki maskini milele. Juma alikuwa akiaminiwa na babake sana katika kila jambo, hata lile ambalo haliwezekani. Juma akiongea babake uamini kuwa inawezekana. Hivyo ilisaidia babake kujiona akiwa na faraja kubwa anapokuwa na Juma. Hati wakati wa njaa Juma alikuwa akiwafariji wazazi wake. Jackson alikuwa akimtuma Juma katika kudadisi mambo, lakini pia Juma alikuwa akitumia muda huo kujifunza mengi toka nyumbani kwa Jackson, kwa kuwa kulikuwa na vitu vingi vya teknolojia na vya kisasa kama uwanja wa mpira na michezo mingi sana ya watoto. Wazazi wa Jackson walimpenda sana Juma kwa kuwa mtoto wao walikuwa wakijifunza mengi kutoka kwa Juma, hasa katika kujiamini, kufanya jambo la ujasiri, pia kuamini kila kitu kinawezekana. Siku moja bomba la maji liliharibika shuleni. Mwalimu alimpigia fundi kuja kuangalia tatizo. Alimwambia gharama zake, lakini shule haikuwa na pesa ya kutosha. Mkuu wa shule alimwambia, tutakulipa ukija, sasa hivi pesa hakuna. Fundi yule alikataa, alitaka kulipwa pale anapomaliza kazi. Juma alimwambia mwalimu wake anaomba atengeneze lile bomba, lakini mwalimu hakumwamini kabisa. Wanafunzi walikaa siku 3 bila maji shuleni. Wanafunzi walilazimika kwenda mbali kufuata maji kwa ajili ya kumwagilia maua yao. Ilipofikia siku ya 4, Juma aliingia store ya shule na kuchukua baadhi ya vifaa vya bomba na kuondoka navyo nyumbani. Kwa kuwa hakuaminiwa kufanya ile kazi na mwalimu wake, alipanga kutengeneza lile bomba asubuhi mapema kabla wanafunzi na walimu hawajafika. Alikaa na babake siku na kumwambia, baba, pale shuleni bomba la maji limeharibika. Leo siku ya 4 hatuna maji. Sasa umepanga kufanya nini? Aliuliza baba yake. Niliongea na mwalimu lakini haniamini, kwa hiyo nimeingia store na kuondoka na vifaa. Kesho nakwenda kutengeneza mapema sana kabla walimu na wanafunzi hawajafika. Mwanangu, ulishawahi kutengeneza bomba siku moja? Hapana baba, nimeona kwenye kompyuta kwa Juma, nilikuwa nafuatilia kwenye mtandao ya kijamii. Sawa, kama una uhakika nenda katengeneza, lakini ukihisi uwezi, hacha mwanangu, hatuna pesa ya kulipa. Baba, wewe uniamini?
na kuamini mwanangu, basi kuwa na imani na mimi baba. Kesho yake asubuhi mapema, kabla ya jua kuchomoza, Juma aliamka na kufika shuleni na kuanza kazi haraka. Alifungua bomba na kuanza kutengeneza. Baadaye wanafunzi walifika na kumkuta Juma akitengeneza bomba. Alipomaliza alirudisha vifaa. Walimu walipofika walikuta maji yakiwa yanatoka. Wanafunzi wakamwambia, walibaki wakishangaa. Nani amerekebisha bomba? Aliuliza mwalimu. Ni Juma, alijibu mwanafunzi mmoja, huku akinyosha kidole pale alipokaa Juma akimwangalia bustani yake. Walimu walimpongeza kwa ujasiri ule na kumpatia zawadi ya sare ya shule na viatu. Juma na Jackson waliendelea na utaratibu wao wa kufuatilia namna ya kuosha ndege kila siku. Bado ndoto yao ilikuwa siku moja kuwa marubani na hakuna aliyekata tamaa na jambo hilo. Kwa kuwa Juma hakujua kusoma, Jackson alikuwa akichukua vitabu na kumsomea Juma, na Juma alikuwa akiandaa michoro hiyo. Babake Jackson alinunua ndege za toy na drone ili kujifunzia. Mmoja Jackson aliporudi shule alikwenda nyumbani kwa Juma, lakini alipofika alimkuta mama yake Juma amelala. Baada ya salamu alimuuliza, mama Juma, mbona umelala, unaumwa? Ndio, naumwa na kichwa. Pole sana. Juma yupo wapi? Juma yupo chumbani kwake anaumwa. Alikwenda chumbani na kumkuta Juma amelala. Juma, unaumwa nini? Naumwa na tumbo, ni kwa sababu ya njaa, tangu jana sijala chochote. Tena nyumbani tukamwambia mama chakula kipo. Sawa, lakini siwezi kutembea vizuri, sina nguvu. Sawa, nitakusaidia. Jackson alimbeba Juma na kwenda naye nyumbani. Walikaa mezani na kula. Mama, naomba chakula kingine tupeleke kwa mama Juma, njaa inamuuma sana. Walichukua chakula na kupeleka nyumbani kwa Juma. Walimpatia mama Juma na kuondoka kwenda nyumbani kwa Jackson. Walipofika Jackson aliongea, sasa leo kuna kazi tumepewa shule, kila mtu atengeneze kitu kulingana na kazi anayoipenda. Kwa hiyo umefikiria nini? Mimi nimefikiria kutengeneza ndege, lakini sijui tunawezaje. Kwa nini tusiweze? Twende tukatafute makopo kisha tuanze kazi, aliongea Juma. Walimwita babake Jackson na kumweleza lengo lao, kisha walimwomba awanunulie magurudumu matatu. Walikaa na kuanza kujifunza mfumo wa mashine kwenye mtandao huku wakichora. Waliandaa fremu na kuanza kuyeyusha makopo kwa kuyachoma moto. Mama yake Juma alipowaona Jackson na Juma wakifanya shughuli hiyo aliwafokea sana. Mama yake Juma akutaka kabisa Juma kujishughulisha na shughuli zile ambazo wao hawakuwa na uwezo nazo. Alitaka Juma ajishughulishe na mambo ya shambani na kilimo, lakini babake Juma alifika na kumwondoa na kumwambia, wacha watoto wafanye wanachoweza kufanya, sio vizuri kuwavunja moyo watoto wanaopambania ndoto zao. Waliweka mfumo wa umeme na kuweka mashine na remote yake. Walifanikisha kuweka makopo yale kwa ustadi. Baadaye walianza kuweka rangi. Babake Jackson aliwachukua na kuwapeleka dukani na kununua magurudumu na kurudi nyumbani. Waliporudi shughuli iliendelea. Baada ya wiki mbili kazi ilikuwa imekamilika. Babake Jackson alifika na kuichukua ile ndege na kuipeleka shuleni. Uongozi wa shule uliipa nafasi ya kwanza ndege ile kwa ubunifu wa hali ya juu. Hivyo Jackson alipokea tuzo ya ubunifu bora. Jackson alichukua tuzo ile na kuipeleka kwa Juma, kisha walipiga picha za ukumbusho. Siku moja Juma alitumwa dukani na kupewa pesa pungufu kwa ajili ya kununua unga na mahitaji mengine. Mangi alimwambia anahitaji pesa iliyotimia, leo sikopeshi. Juma alijisikia vibaya sana. Alikwenda haraka nyumbani kwa Jackson. Alipofika alikuta Jackson yupo katika maandalizi ya siku yake ya kuzaliwa, lakini alipomwona Juma aliondoka eneo lile. Unakwenda wapi Jackson? Aliuliza baba. Nakwenda kwa Juma baba, lakini kuna wageni watakuja hapa kwa ajili yako. Kumbuka leo ni kumbukumbu ya siku yako ya kuzaliwa. Jackson alifika getini na kumsikiliza Juma. Bibi Juma, mbona umeishia nje? Baba alitoa mahitaji kwa Mangi, lakini Mangi amekataa kutoa hadi nitimize pesa. Nashindwa kurudi nyumbani. Namuonea huruma baba, jinsi atakavyojisikia vibaya nitakapomfikishia ujumbe wa Mangi kwake. Jackson alimwambia Juma, subiri hapa, nakuja sasa hivi. Aliingia ndani na kuchukua pesa kwenye begi lake na kuondoka. Waliongozana hadi dukani na kununua mahitaji yote. Kule nyumbani hakukuwa na furaha tena. Mwenye siku ya kuzaliwa ameondoka. Babake Jackson
alitoa wazo kuwa sherehe ile ihamishwe nyumbani kwa Juma. Wakati Juma na Jackson wakila ugali, walishangaa magari yalifika nyumbani na kupanga meza, kisha waliweka vyakula na keki. Walisherehekea siku ya kuzaliwa pale na watu wengi walijaa, walikula na kufurahi pamoja. Baada ya siku mbili, babake Jackson alimuita Jackson na kumkabidhi bahasha ndogo. Alimuuliza, "Hii baba, hiyo ni tiketi yako ya ndege. Wiki ijayo mnatakiwa kwenda ziara kishule kwa ajili ya mafunzo ya ndege." Jackson alifurahi, lakini ghafla alikatisha furaha yake. "Mbona tiketi moja? Vipi kuhusu Juma? Hii ni ziara ya shule mwanangu. Juma asomi shule unayosoma wewe." "Hapana baba, asomi na mimi, lakini naye anapenda kazi ya urubani. Siwezi kwenda bila Juma." "Lakini kumbuka, Juma anajua mambo mengi kuliko mimi. Pia yeye ndo unisaidia pale ninapokuwa sielewi kitu. Hili ni somo muhimu sana kwake kuliko mimi. Yeye anaweza kunieleza mimi kuliko mimi kumwelekeza yeye. Ni vyema basi akikwenda yeye, mimi ni bado najua nitajifunza toka kwake." Baba alijisikia vibaya. Kesho yake alikwenda kuongea na uongozi wa shule kuomba nafasi ya Juma. Alikubaliwa na alirudi na tiketi ya Juma. Pia Juma alifikishiwa taarifa hiyo. Juma alikwenda kumwambia baba yake habari hiyo. "Baba, nadhani sasa nakwenda kukamilisha somo langu la mwisho. Kuanzia sasa naweza kuwa rubani." Alimwaga baba yake na walifika katika safari hiyo. Wanafunzi waliitwa kwa makundi kuelekezwa namna ya kurusha ndege, lakini zamu ya mwisho ilikuwa ni Juma na Jackson. Juma alichukua daftari na kuanza kuweka michoro ya eneo lile. Kwa kuwa hakuweza kusoma wala kuandika, aliweka alama zote alizojua yeye mwenyewe. Uelewa wa Jackson ulikuwa mdogo sana, lakini aliamini Juma angeweza kuelewa vizuri. Alikuwa na imani kuwa kama hatoelewa basi atakwenda kuelewa nyumbani akiwa na Juma. Baada ya siku mbili ya mafunzo yao, walirudi kuendelea na maisha yao mengine, lakini ilikuwa tofauti kwa Juma. Aliokana ni mtu mwenye mawazo sana. Alimwambia baba yake kuwa ameshamaliza somo lake la mwisho. "Baba, kwa sasa hakuna ninachohitaji, kila kitu kiko sawa, nimeshakuwa rubani sasa." Baba yake alifurahi sana, lakini hakujua nini alikuwa akimaanisha. Kwa upande wa Jackson, alipoulizwa umeelewa nini, alisema nasubiri somo kutoka kwa Juma. Wazazi wake walishangaa sana, ila kwa kuwa walikuwa wanajua udhaifu wa Jackson, walisubiri kwa hamu atakapofika Juma waone ukweli. Lakini Juma tangu wapo alikataa kwenda shule na alikwenda nyumbani kwa Jackson akiwa anaendesha ndege. Babake Jackson alimuuliza Juma, "Kwa nini siku hizi huendi shule?" Alimjibu, "Kichwa changu kimejaa tayari." Hawakumwelewa, lakini walikaa kimya kwa hatima yake. Muda wote alikuwa akimfundisha na kumwelekeza Jackson. Baadaye Jackson aliwaambia wazazi wake, "Sasa nielewa vizuri." Mark Jackson aliona umuhimu mkubwa wa Juma kwa sababu tangu awe na urafiki na Juma, hata shuleni anafanya vizuri kutokana na uwezo wa Juma, lakini Juma mwenyewe hajui hata kuandika jina lake. Siku moja Juma akiwa anaongea na baba yake alimwambia, "Baba, kuna ndoto naota tangu nimerudi ile safari, naota kuwa naendesha ndege. Hii ndoto ina maana gani?" Kwa sababu ni kila siku. Kabla baba yake kujibu, mama yake alichukua makopo yake na kutupa nje, huku akisema, "Hizo ndoto za kimaskini mwanangu. Mama, usitupe makopo yangu, nisikilize, nisisikie unaongea huu ujinga wako. Huu uchafu wako sitaki kuona humu ndani. Unaacha kufanya mambo unayoweza, unafuata mkumbo wa Jackson. Wenzako wazazi wake wana uwezo wa kumsomesha hizo elimu kubwa, wewe atakusomesha nani? Pesa ya kula hapa inakushinda." Babake aliinuka na kumwambia, "Acha kumnyima furaha mtoto, usiendekeze huu ujinga wa mwanao. Unamwendekeza, amekuwa mzembe sasa hivi, hafanyi kazi za nyumbani wala shughuli za shambani, anashinda huko kwenye ujinga. Mama, naomba usidharau kazi yangu. Amini ninachokuambia leo, ipo siku nitakuwa rubani mkubwa na nitapewa heshima kubwa, lakini sio mimi tu, hata nyinyi wazazi wangu mtakuwa mkithaminiwa na watu wengi, na hapo ndipo utayakumbuka maneno haya. Nitakuwa mtu mkubwa duniani, watu wengi watasikia jina langu, lakini hawatobahatika kuiona. Kila ninapolala ndoto yangu inaniambia mimi ni rubani mkubwa, na wewe mama, hata kama unadharau kazi yangu ya baadaye, watu wengi watatamani wakushike mkono, lakini hawatopata bahati hiyo. Leo tunadhalilika dukani kwa mangi kwa umasikini wetu, lakini hapo baadaye hakuna atakayetudharau tena. Sio hivyo tu, wapo watu watatamani kupiga picha na wewe, lakini hawatopata nafasi. Niamini mama, nipo hapa
kupigania maisha yetu ya baadaye, lakini kama nitashindwa kutengeneza heshima yetu, basi mimi nitajitoa hata maisha yangu kwa ajili yenu nyinyi wawili. Kwa nini mnaridhika na hii hali ya umaskini? Tuwe tunanyanyasika kila siku? Nataka nikutoe katika maisha ya kulima kwa mkono na kulala njaa kila siku. Mtakuwa mnasafiri na ndege wakati wote, na wewe mama na baba hamtolipa nauli tena kwenye ndege, kwa sababu mimi mwanao nitakuwa rubani mkubwa, mtazunguka kote duniani. Na hii siyo ndoto, bali haya ndo maisha yetu yajayo. Alipomaliza kuongea, alimgeukia babake na kumwambia, baba, unamjua Cristiano Ronaldo? Yeye alijengewa sanamu huko kwao kwa sababu tu ya mpira, lakini mimi baba, katika mji wangu huu, ikitokea nimekufa, kwenye kaburi langu naomba liwekwe sanamu nimeshika ndege mkononi na nimevaa sare za shule. Zile sare za shule zitamaanisha kuwa hata kama nilikuwa sijui kusoma na kuandika, walimu na wanafunzi wenzangu walinicheka, lakini sikujali, bali niliamini nachokifanya. Pia ile ndege itamaanisha kuwa pamoja na kuwa rubani, ila nina uwezo wa kutengeneza ndege na ikaruka juu. Mama yake aliondoka na kuingia ndani. Baba yake alimsogelea na kumkumbatia mwanawe akiwa analia. Baada ya wiki 3, Juma akiwa shuleni aliegemea kwenye dawati wakati mwalimu akifundisha. Mwalimu alijua anasinzia, kumbe alikuwa amepoteza fahamu. Walikimbiza hospitali haraka, alipewa huduma ya kwanza. Wazazi wake walifika na kupewa majibu kuwa Juma ana shida ya tatizo la figo, na ili kumsaidia inatakiwa kubadilishiwa figo. Mama yake alichoka kwa sababu maisha yenyewe chakula tu wanakosa. Watawezaje kutibia tatizo hilo la figo? Familia ya Jackson walifika na kukupa pole hospitali, lakini walipofika nyumbani, Jackson alijisikia vibaya na kukosa raha. Alishindwa hata kwenda shule. Afya yake ilianza kubadilika, akiamini mkombozi wake anaweza kumkosa. Babake Jackson aliona ni bora abebe jambo lile kama la kwake, kuokoa maisha ya mwanawe. Simu iliita. Alikuwa babake Jackson akimwomba waonane nyumbani jioni. Walikutana na kufanya mazungumzo. Nilifanya utaratibu wa matibabu, lakini nimepata nchini India, hivyo unatakiwa kuondoka na Juma kwenda huko. Hii ni pesa ya kujikimu wakati wote mtakapokuwa huko. Pia hii bahasha utampatia mama Juma imsaidie kujikimu kipindi nyinyi mtakapokuwa huko India. Sasa hivi nitaanza kufuatilia vibali vya kusafiria, kisha mtaondoka. Baba yake Juma alikwenda hospitali na kumwambia Juma kuwa wamepata nafasi ya kwenda India, kwa hiyo watakwenda kupanda ndege. Kwa kuwa alijua kuwa Juma anapenda kupanda ndege, huenda ikamfariji akiwa kwenye kipindi hiki kigumu cha homa. Siku ya safari ilifika. Walifika uwanja wa ndege tayari na kuanza safari. Kwa shauku ya kupanda ndege, Juma alionekana kama ni mpima kabisa. Aliweza kutembea mwenyewe akifurahia safari ile. Lakini wakati wanakaribia kupanda ndege, waliona msafara wa kiongozi ukiwa unafika pale. Alikuwa waziri wa maendeleo ya vijana wa Tanzania. Juma alifurahi kuona siku ile anapanda ndege moja na kiongozi mkubwa. Safari ilianza, na baada ya muda mrefu hatimaye walianza kuiona ardhi ya India. Ghafla ilitokea hitilafu ya umeme, na ghafla rubani alitoka na kufungua mlango. Alipofika eneo la abiria, alianguka chini na kupoteza fahamu. Wahudumu walifika haraka na waliwasiliana na wahusika wa kituo kile cha uwanja wa ndege. Waliwaeleza changamoto ile na waliwaambia waombe abiria, kama kuna mtu yeyote ambaye ni rubani ashushe ndege. Taharuki ilitanda ndani ya ndege. Baba yake Juma alisema, mwanangu, hatuna namna, leo ndo imekuwa siku yetu ya mwisho, tuombe dua. Juma alimwambia babake, baba, mimi naweza kuendesha ndege, niruhusu niende. Baba akamwambia, Juma, acha ujinga wako. Juma alisimama na kusema, mimi naweza kuendesha ndege. Babake alimvuta mkono na kumwambia, Juma, hii siyo toi, acha utoto, hizi ni roho za watu. Wakati alikwenda kumwomba ruhusa yule mhudumu. Ndege ilianza kupoteza mwelekeo na taharuki kubwa ilitanda kwa abiria wote. Mhudumu yule alimuhusu, alibaki mdomo wazi akishangaa kumwona mtoto mwenye ujasiri namna hiyo.
lakini hakuamini kuwa angeweza kusaidia. Juma aliingia chumba cha rubani haraka, alianza kuidhibiti na kuishusha taratibu. Ilipofika chini, ndege ilisimama na watu wote hawakuamini kilichotokea. Walipiga goti kushukuru huku wakishangilia. Juma alibebwa na watu walianza kushangilia wakimrusha juu juu. Kutokana na ile hali ya kumtikisa sana, ilimuongeza homa, kwani walikuwa hawajui kuwa Juma alikuwa tatizo la kiafya. Walipomshusha waliona ameanguka, walianza kuingiwa na hofu na kumsaidia hadi kufika hospitali. Katika hospitali aliyopelekwa ni ile hospitali ambayo ilitakiwa kufika kwa ajili ya matibabu. Habari zilisambaa kila kona kuhusu Juma, lakini muda si mrefu ziligeuka habari nyingine kuwa Juma amefariki. Ilikuwa huzuni kwa watu wote. Yule kiongozi ambaye alikuwa waziri wa maendeleo ya vijana wa Tanzania aliahirisha safari yake na kwenda hospitali kujua hali ya yule kijana aliyeokoa kwa ajili ya kumpongeza. Lakini alipofika aliambiwa yule kijana tayari amefariki. Alifanya utaratibu wa haraka mwili wake usafirishwe kurudi Tanzania kwa ajili ya mazishi. Taarifa zilisambaa katika vyombo vya habari duniani kote kuhusu kijana yule. Waandishi wa habari walianza kumiminika kote duniani kufuata habari. Mwili wa Juma ulisafirishwa kwenda Tanzania baada ya ndege maalum ya kijeshi Tanzania wasili uwanja wa ndege wa India. Mwili wa Juma ulishushwa katika ndege kubwa ya kijeshi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Gari maalum kutoka Ikulu ya Rais ya Tanzania ilifika nyumbani kwa Mama Juma. Walimkuta akiwa anapigwa. Walishuka maafisa wa usalama na kumweleza ujio wao. Walifika na Mama Juma katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kumwonyesha mwili wa mwanaye, na kesho yake akiwa za mazishi ilifanyika. Historia fupi ya maisha ya kijana yule shujaa ambaye hakuweza hata kusoma na kuandika. Siku ya mazishi ilifika. Ndani ya ukumbi mkubwa wa mkutano ilifanyika taratibu ya kuuaga mwili wa Juma. Baada ya hotuba zote kukamilika, alisimama Rais wa Tanzania na kusema, kutokana na ushujaa wa kijana huyu aliyouonyesha tangu akiwa shule na maisha yake yote, aidha uongozi wa chini na mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege kumsajili kijana huyu kama rubani aliye hai. Tangu sasa atasajiliwa kama rubani wa kimataifa, hivyo atalipwa mishahara na posho zote tangu kuanzia sasa, na pesa hizo watalipwa wazazi hawa mpaka mwisho wa maisha yao. Lakini pia nitoe agizo, hawa wazazi tangu sasa wakitoka hapa wapatiwe sehemu ya kufikia, wapewe nyumba yao ya kudumu milele. Lakini pia nilitoa agizo kwa mamlaka kuhakikisha wanapatiwa kibali cha kimataifa cha kwenda popote duniani bila kulipia gharama za usafiri wa ndege. Taratibu hizo zimefanyika jana na leo asubuhi majibu yametoka kuwa kuanzia sasa wanaruhusiwa kupanda ndege yoyote duniani bure. Mheshimiwa Rais baada ya kumaliza alisimama waziri wa vijana akasema, kwa kuthamini mchango wa kijana yule, wazazi hawa nitawapatia usafiri wao watakaoutumia kila wanapokwenda, lakini pia niwaombe wazazi hawa wachague wenyewe njiani wanapenda kuishi. Baada ya hapo alisimama waziri mkuu wa India na kusema, sisi kama taifa tunatoa pole kwa familia na nchi pia. Nimeagiza katika mamlaka ya viwanja vya ndege India kumsajili kijana huyu kwa mchango aliouonyesha katika ardhi yetu ya India. Wazazi wake watalipwa pesa kama wanazolipwa marubani wetu. Pia wazazi hawa watatibiwa bure katika hospitali ambayo alipangiwa kijana huyu kutibiwa kabla ya kifo chake, na matibabu haya itakuwa wakati wote wa maisha ya wazazi hawa wawili. Hapo ndipo yule mama yake Juma alianza kuiona taswira ya Juma mbele yake, akisema yale maneno ya kizalendo aliyowahi kumwambia mama yake kuwa, usidharau kazi yangu, amini ninachokuambia leo, ipo siku nitakuwa rubani mkubwa na nitapewa heshima kubwa, lakini sio mimi tu, hata nyinyi wazazi wangu mtakuwa mkithaminiwa na watu wengi, na hapo ndipo utayakumbuka maneno haya. Nitakuwa mtu mkubwa duniani, watu wengi watasikia jina langu, lakini hawatobahatika kuniona. Kila ninapolala ndoto yangu inaniambia mimi ni rubani mkubwa. Baada ya maadhishi, wazazi wa Juma walichukuliwa kwenye gari maalum. Hapo watu walitamani kuwashika mikono na wengine kupiga nao picha, lakini hawakupata nafasi hiyo kabisa. Askari waliwazuia. Miezi 6 ilipita.
Juma alibaki kuwa kumbukumbu katika vichwa vya watu wote duniani. Safari za kutembea nchi mbalimbali wazazi wale zilianza. Walipofika nchini India, walikuta sanamu la Juma limewekwa karibu na mlango. Walipowasogea, waliona wanajeshi walifika pale mbele ya sanamu na kupiga sauti. Walishangaa sana, nao walifika na kupiga saluti. Mama Juma alikwenda na kuipiga busu sanamu ile, lakini mtu mmoja aliwaona na kuwatambua. Alipiga makelele akisema, hawa hapa wazazi wa Juma, rubani mtoto. Watu waliposikia vile walikimbilia ovyo kuwahi kupiga nao picha, na wengine walikosa nafasi na kuanza kusukumana. Hakukuwa na utulivu hadi walipofika askari watawanya watu wale. Walipofika katika hoteli, walikaribishwa kama wafalme na wakiwa wanapigwa picha nyingi. Ndani ya chumba cha hoteli ya kifahari, Mama Juma alianza kulia huku akisema, Juma mwanangu, uliyajua haya tangu mwanzo. Kwa nini ukusema mapema? Uliponiaga sikuweza kuelewa ulikuwa unamaanisha nini. Hakika wewe ni shujaa milele. Haya maisha sio matamu pasipo wewe. Rudi mwanangu, nakupenda sana. Naomba kama hii ndoto iondoke mapema. Baba Juma alimkumbatia Mama Juma huko akimfariji. Hakika sasa nimeelewa kuwa kila mtoto ni mama, aliongea mbake Juma. Juma, umekuwa mwalimu wangu mkubwa. Ulikuwa mstari wa mbele kunipa moyo kila tunapopitia maisha magumu na mitihani. Baada ya miaka 15 kupita, gari moja la kifahari lilifika eneo la makaburi alipozikwa Juma. Aliteremka Jackson akiwa na ile tuzo aliyopewa na shule. Pia alichukua nafasi ya urubani. Aliweka mbele ya kaburi la Juma kisha kuongea, Juma, wewe umekuwa na mchango mkubwa sana kwangu. Nashukuru umenipa ujasiri wa hali ya juu sana kuniaminisha kuwa kila kitu kinawezekana. Asante sana rafiki yangu. Japo uliondoka mapema, kwetu ni mapema, lakini kwa Mungu ni wakati sahihi. Lakini huenda Mungu alikuleta hapa duniani kwa ajili yangu. Tazama, leo nimekuja kukuonyesha kuwa sasa mimi nimekuwa rubani mkubwa kama wewe, lakini bado nitaendelea kuwa mwanafunzi wako milele. Hii ni kumbukumbu, haiwezi kufutika kwangu. Bila juhudi zako ningeamini kuwa siwezi kufanya lolote. Ulipoondoka nilipata taabu sana kuamini kuwa sitokuona tena. Bado ninaamini kuwa ni ndoto tu. Ipo siku ndoto hii itakwisha na tutaonana tena. Nimekuletea hii tuzo yetu ya kwanza kuipata kutokana na juhudi zetu, lakini pia nimekuletea sare zetu hizi za urubani. Moja utavaa wewe na nyingine nitavaa mimi. Lakini pia nimekuja kukuaga leo na kwenda safari yangu ya kwanza kufika ardhi ya Marekani. Jackson aliondoka na kuelekea uwanja wa ndege. Baada ya kupanda ndege, aliwaona wazazi wa Juma wakiwa kwenye ndege. Walikuwa na mtoto mwingine mwenye umri wa miaka 8. Jackson aliwasalimia huku akifurahi na akiwaambia abiria wengine, hawa ni wazazi wa rafiki yangu kipenzi, naweza kuwaita ni wazazi wangu pia. Leo ninakwenda kuwa rubani wao. Muda mchache ndege ilipaa juu na kuanza safari yao. Hatimaye walifika Marekani. Baada ya kufika uwanja wa ndege, walikuta sanamu la Juma limewekwa na limeandikwa, shujaa wetu rubani mtoto. Kila mtu aliyepita mbele ya sanamu lile alitoa heshima yake. Nao pia walifika na kusimama mbele ya sanamu ile, kisha walipiga saluti kama heshima ya mwisho kwa rubani mtoto. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza simulizi ya rubani mtoto.
Endelea kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii.